Hello guys, karibuni tena. Sasa leo ni ile siku. Leo niliwaambia tunazungumzia kuhusu watu ambao wako kwa relationship, watu ambao wako kwa courtship, vitu kama hizo. Kitu ya kwanza, wacha nianze na mwanamke. Mwanamke unapofanya dating, what should you consider? Watu wengine huingia kwa relationship because of poverty. Poverty of which haifai. Usijione wewe ni maskini kasema wacha niingie kwa relationship. Haifai. Hata unapoenda, wacha nikwambie kitu moja, wewe msichana, wewe mama ambaye unatamani ama unasikia uingie kwa relationship ama kwa upangaji, inaitwaje? Poleni. So usiingie kwa relationship juu ya poverty, manake utapotea. Wengine uingia juu ya adolescence. Adolescence. Kwanza wasichana wadogo husumbuliwa na hilo. So usiingie kwa ndoa kitu cha kwanza juu ya poverty. Poverty. Shida. Wacha shida ikukule. Wacha shida ikukule mpaka pahali itakufikisha. Hauwezi ukakufa juu ya shida. Huwezi ukakufa juu ya shida. Kama ni kulala njaa utalala. Kama ni kukosa pesa utakosa. Lakini ukiingia kwa ndoa mambo na kuingia uhusiano wa mapenzi, kitu ya kwanza juu ya ile shida, unaweza ukaenda ukajiletea mtoto, baba mtoto akakukana. Utafanya nini? Poverty umeiongezea. Ungekaa ukiwa peke yako kwa shida, Mungu akikuja akakubariki baadaye. Lakini ona sasa, umesema uko kwa shida, ukaona unapewa 500, ukaona unapewa 200 kwa kila siku, lakini hapo baadaye ukaona ya kwamba niseme nini, ukakuja ukapata mimba. Umejiongezea shida ama hujajiongezea? Hilo ni tatizo na ni kitu unafaa kwanza uchunguze. Naingia kwa uhusiano ni kuanzilia shida, wacha shida inikule. Wengine nimesema namba 2 ni adolescence. Adolescence husumbua sana. So mama, kama uko na msichana mdogo na amefika kwa adolescence stage, kaa chini na yeye mwambie iko hivi na hivi na hivi. Ukicheza na mwanaume, ili ndo litakupata, ili ndo litakuja kukuletea shida. So kaa kama msichana, fanya hivi. Na kama ni kitu anataka, unajua wengine unapata kifamilia yao hawana fedha, na huyo msichana anataka sanitary pads, lakini hawezi akapata. Atafanya nini? Atakuwa anajifunga matambala? Ataenda atafute mwanaume ambaye atakuwa anachukua jukumu lake. Na unajua akiwa pale adolescence ajui kunazo njia za protection wakati wanafanya, manake ni kawaida. Siku hizi ni kawaida, hata wenye wanaoana na marriages, hiyo ni kumkana Mwenyezi Mungu. Hata mnapoenda kusea kanisani unasema unapenda nini? Hata nikwambie, hiyo ni kumkana Mwenyezi Mungu. Hata huwa nasema nikuje kuexchange wedding kuliko nikuje kupotosha jina lake Mwenyezi Mungu. Ushafanya tendo la ndoa, unaenda pale, hata wengine wanaona harusi wanasema ni harusi na wako na watoto. Na si kuexchange, ni ile pure. Lakini ni sawa, hii ni ulimwengu. So nimesema
kama uko na msichana ako either between 12 years kupanda, anza kumwelezea tu kitambo, pole 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 pole, mwanangu, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, na hakika atakaa maisha mazuri. Kitu ya pili, akikuomba kitu, hata akikuomba 10 bob ya kwenda kununua nini, mpe, asiende kutafuta kwa wanaume wenzake. So nimesema kuna adolescence poverty yenye inaweza sababisha mwanamke kuingia kwa uhusiano. Haya, kitu ya tatu ile ambayo inaweza ikafanya mwanamke kuingia kwa uhusiano ni tamaa. Anaona rafiki yake anaishi poa, sasa hata yeye anatamani, anataka kuwa kama huyo. Wacha nikwambie mwenzangu, don't ever usiwalinganisha maisha yako na maisha ya rafiki zako, manake itakuumiza. Kaa maisha yako wewe mwenyewe. Kama hujabarikiwa, usiende utafute street boy. Uende utafute street boy, hata kusaidia. Unaweza ona rafiki yako ako na tycoon, mtu ako na do, na wewe uko pale hauna hata mmoja. Unaona anapita, unaona nyama choma anakula, sijui nini. Ngoja siku yako ifike, ngoja Mungu atende miujiza na kila kitu itakuwa sawa. Tamaa, najua hata mwingine alisema tamaa iliua fisi. Utaingia pale na badala ya kusonga na mbele, maana haukuelezea Mungu aweze kukusaidia. Wakati umeingia pale, unaweza rudi nyuma. Utarudi nyuma. Ngojea siku ya Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ni ni juu ya itwa age. Unaweza pata uko na miaka, tuseme uko na 25 years. Naongelelea mwanamke, uko na 25 years. Unaona mwanamke kamili, wengine huanzia wakiwa 15 and above, but unapata from 15 to 18 is underage. So wanafanya chini ya maji. So mwanamke kamili, mtu mwenye anafaa kuwa anahusiana na mambo ya tendo la ndoa is from 20, according to my opinion, from 20 years and above. Lakini below 20 years don't. Na kitu ingine naweza nikasema ya kwamba kama uko shule, kwanza maliza shule, hayo mengine fanya baadaye. Tumeona wasichana wengi, msichana ako form 4 anaenda anabeba mimba, hata maliza hiyo form 4, hata faulu katika maisha yake. Wengine wanaenda pale chuo kikuu, wakienda pale chuo kikuu wanasahau ya kwamba kuna maisha inawangoja. Wanaenda wanalala na wanaume huko, mtu anarudi nyumbani ako na mimba. Sasa hiyo mimba ndio certificate yenye uliendea ama kuliendaje? Hata mzazi wako anashangaa, kwa nini nilikuwa ninaharibu pesa yangu kukupeleka shule? Hata hiyo pesa ningeiweka tungelea mjukuu wetu. Haifai. Kama uko shule, make sure umesoma, umetia bidii. Kama relationship na kuna mwenye anakutamani, mwambie angoje umalize shule, mwambie angoje tu. Manake unajua wanaume ni wajinga sana. Na usipojiangalia wewe mwenyewe, hata wewe nitakuita mjinga.
Wewe msichana nitakuita mjinga. Jiangalie kwanza. Jiangalie kwanza. Unaenda shule unadanganywa kwa nini? Uko shule unadanganywa kwa nini? Juu ya pesa. Tamaa. Ile nasema tamaa. Kwa nini undanganywe? Wakati unapata mimba, huyo jamaa hautawahi kuona tena. You would see him. Atakuachanisha. Juu uko shule moja. Wengine unapata mko university. Kama anakudai, let her wait until you finish your school. Until you finish your schooling. So, wewe unakubali tu. Wakati umetoka shule, nini ita happen? Nini ita happen? But ni sawa. Ni sawa. That is my opinion. Haya, kitu ingine. Hii ni kwa wanaume. Wakati uko kwa date, nini unafaa utazame? Wengine wanatazama sura. Imagine. Unatazama sura. Kwa nini utazame sura? Na hujatazama sura yenye iko ndani? Hujatazama sura yenye iko ndani? Sura si nje. Sura ni ndani. Ndani. Unatazama mwanamke. Ameumbwa aje? Uso iko aje? Huko nyuma ni aje? Hata ukichukua chokora, wacha nikuambie, huyo chokora you can maintain him na kuwe mwanamke bomba, mwanamke mwenye ako na akili kuliko mwenye unaangalia sahi, mwenye ametajirika, mwenye anaendesha gari, mwenye ako na pesa. Anaweza chukua chokora pale alilushwa, akapitia mengi, ukamtunza, ukamfanyia watu na mkakuja mkaishi maisha poa. Usitazame sura. Siku hizi jua sura, unatazama sura. Unapata hiyo mwanamke yenyewe amejijenga, lakini ni muachi na unamleta kwa nyumba yako. Hata wengine unapata huyo mtu ako kwa familia yako ni kwa ajili ya damu yako. Damu, acha nikwambie, hiyo damu inatoka. Unapata unaitisha millions damu yako. Kwanza wacheni niwaambie wenye mko na blood group. Chungeni sana. Chunga sana ukiwa mwanamke. Hiyo damu anaendanga yani imagine mtu anaenda hosi, anaitisha damu, anapewa 500,000 juu ya damu yako, na wewe uko pale saa hiyo hata una lose control, hauna nguvu, haujui ni nini nakufanyia. Wakati umelala ama anakuwekea kwa chakula kitu yenye hata ieleweki. Anakuwekea, unakula wakati unalala, anachukua damu yako, anapeleka hosi. Hiyo damu yako yeye mwenyewe analipwa. Ukiamka asubuhi, umechoka. Kwa nini umechoka? Ushatolewa damu na hujui. Mnaona mambo yenye tunajiletea. Wengine nimeona wanauza parts of the body. So uko na dem na ako pale ni kwa ajili. Imagine, wacheni niwaambie. Ni mara ngapi umesikia watu wamepotea? Ndio wanakuja town na wajua wanakuja kufanya nini? Unakuja town unakuja kudate. Na hujui una date na nani? Unasikia fulani alipotelea place fulani. Either aliuzwa. Wanatafuta kidneys mostly. Kidneys, testicles na blood. Hizo ndio vitu za muhimu. Hizo vitu 3. Testicles, kidneys and your blood. So ukipatikana the moment kuna wasichana wako kwa hilo jambo, hii town ya Nairobi. So unakuja unapatana na dem, amekuja amepata place ya kupeleka kidney. Umekuja amepata place ya
kuwa anapeleka njaa. Amekuja, hakuna chenye hata akiambiwa shika hii wekea mume wako, atakuwekea juu ya tamaa ya pesa. So naongea hayo nikisema ni usitazame facial expression vile ako. Angalia mtu mwenye hata hajielewi, kaa chini na yeye mzungumze. Hata wakati mnaoana unapata kuna mtu mwenye ako chini na kuna mtu mwenye ako na mawazo yenye ni ya kujenga, unaona. So don't expect both of you mkuwe mnatoshana kimaadili. Nasikia wanaume, I'm talking with you gentlemen. Lakini ni sawa, ni Kenya tu. Kitu ingine nawaambia ni kwa wanaume, wakati mnapotafuta wachumba, ni jambo muhimu sana kuchunguza huyo mwanamke, kwa wanaishi aje. Usije ukapata ni familia yao wako na pesa na kwenu ni maskini, manake haitawezekana. Nowadays wanaangalia hivyo. So ukipata mwanamke ni wa familia yenye iko na do, sijui kama mtawaishi na amani. Angalia mtu wa klasi yako tu. Na point number 3 ni kukaa na mpenzi wako mkazuana zaidi kabla muambie wazazi wenu uko na mchumba, nataka kumtambulisha. Kitu ya maana sana. Kwaherini, Mungu awe nanyi, tuonane tena kwenye video lingine. Asanteni.